Bibi, nimeishi miaka mingi sana hapa. Hujawahi kuniambia kwamba mamangu yuko wapi na wala sijawahi kumuona. Ila wewe unaniambia tu kwamba wewe ni bibi yangu. Kweli mimi ni bibi yako mzaa. Lakini mama yako alitelekeza hapa, alikuacha ukiwa na umri wa miaka miwili. Na kisa cha kutelekeza wewe, alipata ujauzito wakati ukiwa mdogo, akautoa. Alipoutoa, siri ilipobainika, akaona aibu, akakimbia, akakuacha wewe bado mdogo. Hivyo nimekulea ukiwa bado mdogo mpaka hapo unajitambua. Kitendo cha unyama ulichokifanya, hivi unajiona uko sahihi? Unakiona kiko sawa kabisa? Kitendo gani mama? Kitendo gani mama? Wewe usinifanye mimi mpumbavu niliyesimama hapa kukueleza eneo nisibu. Kile kiumbe ulichoenda kukichoropoa, kiumbe kisichokuwa na hatia, kimekukosea nini lakini? Kiumbe hakina hatia. Mama, shetani tu alinipitia. Shetani huyo akakupitia, akakwambia twende tukazini. Akatoka hapa akakwambia twende tukatoe mimba. Ukajiona unafanya kitu cha maana kabisa. Unahangaika na nini wewe mtoto? Hivi mimi hapa ningekutoa wewe ungeishi duniani? Ungekuwepo mpaka leo? Kitendo ulichokifanya ni cha unyama, sitakusamehe. Mama, sitarudia tena, kweli tena. Kwa nini umeshindwa kuniita kuniambia mama kuna 1 2 3 ukasikia mimi nakushauri nini? Na unajua kabisa mistari ya dini kuua ni dhambi kubwa, lakini wewe ukajitoa ufahamu, ukaenda sijui nani kakudanganya, ukaenda ukaitoa hiyo mimba. Historia ya mama yako ndio hiyo. Pia kilichochangia na yeye kutoroka ni ugumu wa maisha. Hapa hali ilikuwa mbaya sana. Ilifikia kipindi tunalala na njaa, wewe unanyweshwa maji ndio unalala. Na ndio hajaonekana mpaka leo. Lakini bibi, hakupaswa kufanya hivyo. Angevumilia tu. Mbona wewe unaweza kuvumilia kumlea yeye mpaka kafikia pale? Mbona amekuwa na roho ya kinyama namna hiyo? Kuondoka kuacha wewe na mtoto mdogo. Nilea mimi mpaka nafikia hapo. Hivi nitakapokuja kumuona yeye, mimi nitamchukulia. Yaani yule kachukua roho ya kikatili upande wa baba zake. Sisi kwenye familia yetu hakuna mtu mwenye roho kama yake. Mimi mwenyewe sikumuelewa mpaka leo simuelewi. Mimi mwenyewe najiuliza siku ya kumuona atanijua mimi nani. Kwangu mimi siwezi kumsamehe. Hata akitokea hapo. Hata sasa hivi wakitokea mimi siwezi kumsamehe bibi yangu. Hayo yote tumwachie Mungu. Mradi nimekulea, umekuwa, unapata ufahamu wako. Mimi na wewe tuliwe hili moja. Tushikamane, maana tuko wawili tu. Pascal, naandaa mboga yangu mapema nipike niwahi vikoba. Bibi, yaani kila siku nyinyi kukicha kila asubuhi tu vikoba. Asubuhi vikoba. Hivi vikoba hivi jamani kweli? Vikoba sasa vimeshatuingia kwenye damu. Halafu isitoshe faida tunaiona. Haya matembele haya. Ni mboga moja tamu sana, ni nzuri. Ila sasa kwenye kuiandaa hiyo mboga ndio changamoto inapokuja. Kama hivi nachambua tu faster. Sasa hivi namaliza napika hapo. Lakini bibi, kuna jambo nataka nikueleze. Mimi nimekaa hapa siku nyingi, lakini naona maisha bado. Ninawaza naona bora niende mjini. Huenda ninaweza nikafanikiwa. We Pascal, hili jambo unalonieleza umelitoa kichwani mwako au kuna mtu tukakushawishi? Hakuna alioniambia. Ni mimi mwenyewe tu. Kwa mtazamo wangu na maisha ambayo ninaona tunaishi hapa, nikaona bora nitoke. Kwenda Mungu anaweza kanisaidia. Wewe hujasoma. Hapo ulipo una elimu hata moja. Na mimi nasikia watu wanaenda Dar es Salaam, sijui wanaenda mjini huko, ni wale waliosoma. Wakifika tu wanaingia ofisini wanapata kazi. Haya wewe hujasoma, una elimu hata kidogo. Unaenda kufanya kazi ya nani? Unaenda kuingia kwenye ofisi ya nani?
Amua tu jambo lingine. Mbona hapa kijijini kazi nyingi tu za kufanya mjukuu wangu? Wewe unang'ang'ania kwenda huko mjini. Mjini kuna kila aina ya vituko mjukuu wangu. Ukienda kule unaweza ukaingia kwenye makundi, ukajikuta unavuta bangi, unakuwa mwizi, unakuwa mlevi, matokeo yake unakuja kuuliwa. Mimi naletwa mzoga wa maiti hapa. Mimi silitaki hilo swala. Sitaki kabisa kusikia. Bibi, sio kila mtu anayeenda mjini anakuwa jambazi, anakuwa mwizi, anakuwa kibaka. Wengine wameenda mjini lakini maisha yao mazuri. Hawajao hivyo unavyofikiria wewe. Usinibishie. Mama Mwajuma hapa situmemzika mtoto wake. Aliaga hivyo hivyo. Naenda mjini kutafuta maisha. Matokeo yake kilichompeleka kule kaenda kufanya vitu vingine, wamemuua, wamemleta hapa. Si nyinyi ndio mlienda kuzika? Leo nataka kuniambia upuuzi huo, mimi kwa kweli sikubaliani na wewe. Sikubaliani na wewe kabisa, Paskali. Ongea kitu kingine nitakuelewa, lakini kuhusu swala hilo mimi siko lazi kwa kweli. Siko lazi. Mtoto wa Mama Mwajuma, Mama Mwajuma. Usinifananishe mimi na Mama Mwajuma. Mimi ni mimi. Naomba uniruhusu. Na isitoshe hapa tunapoishi sio petu. Siku yoyote tunaweza tukaja tukatolewa hapa sisi. Mjukuu wangu, kwa kuwa umeniambia unaenda kutafuta maisha kwa bidii na unania, na kuona kabisa hapo unania na uipendi yale tunayoishi nayo, mimi nimekuruhusu mjukuu wangu, naenda na kutakia baraka zote, ukafanikiwa kwa nako wewe. Kumekucha? Bibi, kumekucha. Safari ndo leo. Jamani, ni leo? Ndio. Lakini nitabaki mpweke. Itabidi uvumilie tu bibi yangu. Nikutakia safari njema. Nashukuru. Baki salama. Shikamoo mama. Malaba, vipi? Mbona getini kwangu? Kwa naomba maji ya kunywa. Maji ya kunywa? Mama, naomba nisaidie na kiu mzee. Ina maana wewe umepita nyumba ngapi hapo mpaka unakuja kuomba maji ya kunywa hapa? Au kibaka? Hapana mamangu. Nimefika hapa na kiu kimenibana, kabidi nichipuke hapa niombe maji ya kunywa. Nenda kaombe huko. Hapa hakuna maji ya kunywa. Maana nyinyi vijana wa siku hizi muna visababu tu, lakini ni vibaka. Sasa mimi sigawi maji ya kunywa. Umenielewa? Nenda. Nataka kufunga geti langu. Mama. Niondokee bwana getini kwangu.